mumeona sasa serikali imekuwa kubwa. Serikali imekuwa sasa kubwa. Ndio ile tumegawa fiketi sasa mpaka kwa ODM, wapi namna hii. Hiyo ndio tunataka tuwaambie ndugu zetu wa Kenya. Sometimes mambo yakikuja inakujanga na mambo yao. Na watu walichangia ndio tukapanua serikali, ni wenye wako kwa serikali ndani. So mtu usilalamike. Hata ikiwezekana bado tupeane hiyo fikiri, tugawe kabisa. Hii Kenya ni yetu sisi wote na kila mtu akubali. Kama ni Mluya ako na kiti, kama ni Mkalenjin, kama ni Mudigo, kama ni Mturukana, ni Mkenya. Lazima tulazimishe sasa ikuwe ya ukweli. Nilikuwa naona watu wengine hapo wanajifanya, lakini kwa undani yao hawako wanataka ati serikali ipanuliwe. Kwa undani yao walikuwa na tamaa mingi. Akipewa hii anataka hii, akipewa hiyo anataka ile, akipewa mguu hii anataka mguu hii. Hata anaweza kukuuliza umpatie bibi yako, akimaliza atakutaka wewe mwenyewe. Sasa ndio hiyo serikali imepeanwa, imegawiwa, tugawe sisi wote kwa sababu ya tamaa na tabia mbaya. Kutosheka ni kitu mbaya sana kwa dunia hii. Ukiona hata ukienda kwa harusi, ukiona nyama choma unataka hii. Ukifika mwisho unapata bado sijui kuna nini na sahani tayari imejaa. Na bado tena unataka hata uneseka kwa mkono. Hiyo ndio imefanya serikali imepanuliwa. Na mimi nataka niambie rais asante sana kwa kutokuwa selfish, kutokuwa na aibu, kutotishwa. Bado upanue serikali kabisa, ikiwezekana hata hii PSS bado utoe na upanue kabisa hii serikali, kila mtu apate, ndio tukanyagiane hapo ndani. Nimeona saa hii mchana leo Junet akiongea kule Kisumu. Amesema rais, mimi naona vile tunatembea, nimeona vile umekaribishwa. Naona hata next election hakuna beje tutaenda tutakanyagana hapa kwa hii serikali hapa ndani. So tukanyangania hapa sisi wote ni wa Kenya, na tuhakikishe tu hii Kenya yetu imeenda mbele. Kwa sababu ile maneno yalikuwa agency vijana wetu. Musalaumu agencies walitumika bila kujua. Na wakafanya demonstration ya kwanza mzuri. Na hii demonstration ya pili ilikuwa na mungiki, ilikuwa na wakora, ilikuwa na watu wa serikali, wanajaribu walikuwa wanataka kuondoa serikali. Sasa ndio hii serikali imepanuliwa sasa. Tukae namna hiyo. Wanasema ukiwashwa utapata. So sisi tumepata, tuko wote. Hata mimi nashukuru sana. Nimesikia chairman wa Sendi Mark hapa na katekista. Wakati nilikuwa naomba kura ya kwanza, hiyo kanisa ilikuwa ya matope. Na mimi nashukuru sana na mimi nafurahi. Kwa sababu leo hiyo kanisa tulio tukafungua na bishop kama imekuwa complete. Makosa kidogo tu mko naye fathers na bishops na mapasta. Sasa tumesimamisha harambee. Na tumesimamisha harambee kwa sababu ya ujinga. Sasa nilikuwa naona watu wanapiga kelele. Ati Sudi anatembea na milioni 20 ya harambee. Na ile hali wanajua ni uongo. Hiyo milioni 20 walikuwa wanasema ni baada ya kufanya harambee yote. Lakini hata hivyo mimi nataka niulize swali. Kama kuna mtu pesa yake ilipotea, ndiye angesema huyu mtu anatembea na milioni 20 kufanya harambee ya kanisa. Tumestop harambee ya kanisa. So what? Are you benefiting? Wenye mlisema tusimamisha harambee? Kwa sababu watu wengi waamini Mwenyezi Mungu. Wanaamini uganga, wanaamini upusi na maneno mingi haina maana. Wao walikuwa wanajagana na mimi nikijenga kanisa. Sasa kanisa imesimamishwa. Pia nyinyi pastors na bishops na catechistas na nini mlikosea pia. Wakati hao wanafiki
hawa watu hawataki kanisa ijengwe, wakati walileta matatizo na kelele. Pia nyinyi mngejitokeza na mkashifu wao, mwambia hawa no, kanisa haina namna nyingine, kanisa haina resources, kanisa lazima ijengwe na wenye wanataka kujenga. Pia nyinyi mkanyamaza mpaka mambo imeharibika. Sasa wewe chama na ukiniambia certificate ya milioni 3 nitafanya nini? What can I do? I have nothing to do, my brother. Mpaka siku ile watarudisha maneno ya kanisa. Na wewe unajua mimi ni mtu nimejenga makanisa hii leo yote, hakuna penye sijenga kanisa. So mvumulie tu mpaka bishops pia watusaidie, watafute press conference kubwa na mapasta na nani. Ndio sasa wale tena warudisha waseme okay, tumekubali. Mimi narudi tu kuendelea. Mimi niko tayari sana kama jana kufanya kazi ya kanisa. Na mimi ni Mkristo. Aya, karibu ngataune fathers. Chichi kure Father Chap. Kwa mina ande lakini uge transfer kwa Nairobi. Charo etaben. Daima na milele. Asante sana. Basi Janet tunasema makchini je kemnyaji. Asugo berur ga muktindet. Kwa Mungu awabariki. Aya, Chap Father Godi. Tumsifu Yesu Kristo. Angomo bye. Kurinik chemiu jetoma go Tunis keso iwok. Agogo go nyogoren murinik ab Swiss. Ameje kityo iwok ran. Iyo namba pefanya nini? Peana anangalen. Ngikoito ne? Bas mureju oseta go bor. Kago raise kasit. Kogilias. Bas kongoi mgeni wa kakibwayo sikobit kesherekean tumdab Janet. Na Janet ale kitun ongen ole achek beshechu kotinye fashion kainet. Ngosich lakwet netai komaketinye kurenet nito nekergei ak en Caleb ing yu, kotun kwondo nenyinet akine. Kesich lakwet netai kekure Chemutai, kokure biik chebo Kimainik. Koariran anyun boyot nebo kot konyone Caleb komelechi kametochi bunguok tirisho itoru kityo kot. Meche koek inye neyote kot sinele boyong'ung nekanyo. Makere kot amu itu kembo. Kole imang'u ngalechin kong'oni ake kainyo kot kaimane sakaucho. The rest is history. Kameche amwaun inye Janet